Bwana Yesu asifiwe. Leo na content moja ambayo ni fupi sana. AI ni mpango wa Mungu au ni mpango wa kuzimu? Biblia inasemaje kuhusiana na maendeleo ya sayansi na teknolojia? Biblia inasema wakati wa mwisho, siku za mwisho, maarifa yataongezeka. Maarifa yataongezeka. Hajaanza leo. Kwenye kitabu cha Mwanzo kuna mtu anaitwa Nimrod. Huyu bwana aliwaongoza watu kutengeneza mnara kumfuata Mungu aliko. Mungu akasema, bwana hawa jamaa watufikia. Tufanyeje? Tuwachafulie lugha yao. Fundi anasema leta kijiko, huyu anapeleka ndoo ya simenti, mambo yakaharibika. Plani ya kumfikia Mungu ikaishia pale. Lakini katika yote nimejaribu kufanya tafiti mbalimbali katika mitandao. Ukiangalia BBC unasema akili bandia AI inaweza kuchukua nafasi za kazi milioni 300. Milioni 300, kazi yako haimo humo. Wewe ni fundi kujenga au msafirishaji humo. Kwa hiyo AI ukifuatilia sana utakuja kugundua kwamba kuna mkono wa mpinga Kristo ambao unafanya jambo hili liendelee kuwa na nguvu, lakini pia kusambaa. Lakini pia ukimtazama mtu mmoja anaitwa Good Media anasema, je, AI itachukua nafasi ya kazi? Itachukua nafasi ya binadamu kazini? Anasema kitaalam AI ni bora katika uendeshaji wa kazi kiotomatic, utambuzi wa mifumo na ufanisi wa rasilimali viwanda. Ndugu yangu, AI ni bara. Yani kwa akili yako hiyo ya kawaida huwezi linganisha akili yako na akili ya AI. Ni vitu vili tofauti kabisa. Na ndio maana sasa hivi kozi ambazo ziko very marketable. Watu wanasoma mambo ya cyber, mambo ya technology, au watu wanapata kazi vibaya mno. Kwa nini? Dunia inahitaji watu ambao wamesomea mambo ya technology kwa ajili ya kuendesha mifumo ambayo inaendesha ulimwengu. Hivyo basi, kupitia hii AI ni moja kati ya indicator inayoonyesha power ya Antichrist, nguvu ya mpinga Kristo nyuma ya utendaji kazi wa mifumo yote, hasa katika kumiliki masoko, biashara na huduma mbalimbali zote za kijamii. AI inaweza kuimba, wewe mwimbaji unaenda wapi? AI inaweza kurekodi, inaweza kutengeneza movie, wewe mcheza movie unaenda wapi? AI inaweza kutengeneza poster lolote, inaweza kutengeneza flyer, inaweza kutengeneza chochote kile. Wewe unaitengeneza hayo kwa akili yako ambayo haiwezi kuwa sawa na mashine, unaenda wapi? Maana yake kuna hatari iko mbele. Kumbuke Biblia inasema nyakati hizo hakutakuwa kuuza wala kununua mtu asipokuwa na chapa. Hii chapa ni chip ambayo itapigwa ndani ya mtu na itakuwa inasomeka kila mahali, all over the world. Kwa hiyo nyuma ya AI kuna mpinga Kristo. Naomba uwe makini sana ndugu yangu. Nyuma ya AI kuna mpinga Kristo. Atakapohakikisha dunia imefanya kuwa kama kijiji kimoja, basi we are done. Tumekwisha. Tafadhali nikupe habari hii. AI si mpango wa Mungu. AI ni njia inayomsogeza karibu mpinga Kristo, kuifanya dunia kuwa kijiji kimoja. Na hapo basi, katika yote nataka ufahamu, kwa sisi tuliokoka tuna AI yetu ambayo inaitwa spiritual intelligence, SP, ambayo ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndugu yangu ni system ambayo inafanya kazi kila kona. Ni system ambayo inaweza kawa hapa ikapiga kazi Marekani, ikapiga kazi duniani kote. Every time, everywhere, yupo anafanya kazi. Kwa hiyo kwa watu wasiookoka AI wataitumia sana, lakini kwa sisi tuliokoka, Roho Mtakatifu usimwache. Tembea na Roho Mtakatifu, atakuongoza. Kuna mtu anategemea AI muongoze, lakini unaweza kuongozwa na AI, lakini anayeongozwa na AI na anayeongozwa na Roho Mtakatifu ni watu wawili very different. Amua kwenye kazi zako zote kumtanguliza Roho Mtakatifu. Kwenye kila jambo weka Roho Mtakatifu. Unaenda kuimba, karekodi wimbo, hata kama mtu akienda akapiga copy kwa AI, wimbo utakaoimba wewe utakuwa na uwepo, utakuwa na nguvu kuliko ile wimbo ambao umerekodiwa na AI. Kazi utakayokuwa unaifanya wewe, Biblia inasema, Mungu anasema atabariki kazi ya mikono yetu. Akibariki kazi ya mikono yetu, kazi utakayoifanya wewe na kazi itakayofanya AI, hii njia ya mpinga Kristo kuingia kufanya dunia kuwa kijiji kimoja, zitaonekana kazi zako ni bora kuliko kazi zozote zile. Hivyo basi, katika mambo yote tuwe makini. Tunapoona kwamba yote yanatokea, yanaendelea, maendeleo makubwa sasa na teknolojia na kadhalika, tujue kwamba Yesu anakuja. Barikiwe sana. Amen.